Bismillahirrahmanirrahim. Insha Allah tunaendelea na kitabu chetu cha fiqhi kinachokwenda kwa jina la Al-Mabadi'ul Fiqhi juzuu ya pili. Anasema ahkamul islami, hukumu za Uislamu. Sin suali, kwa maana swali. Kam ahkamul islami, ni ngapi hukumu za Uislamu? Jim, jawabu, bimaana aljawabu. Aljawabu manake jibu. Ahkamuhu, hukumu zake, khamsatu, ni tano. Hukumu za Uislamu ni tano. Hukumu ya kwanza alfardhu, faradhi. Ya pili wa sunnatu, na sunna. Ya tatu walmubahu, na halali. Ya nne walharamu, na haramu. Na ya tano walmakruhu, na karaha. Hizo ndo hukumu za Uislamu. Fardhu, fardhu manake faradhi, wa sunnatu, na sunna, walmubahu, na halali, walharamu, na haramu, walmakruhu, na karaha. Akaanza kuuliza swali kuhusiana na faradhi. Hiyo ya kwanza, mal fardhu, ni nini faradhi au ni ipi faradhi? Akasema huwa alwajibu, faradhi kwa maana nayo ni wajibu, fi'luhu, kuifanya. Unaposikia jambo ni faradhi, maana yake ni wajibu kulitekeleza jambo hilo. Fa idha fa'alahu almukallaf, na atakapofanya jambo hilo mtu ambaye ni mukallaf. Mukallaf ni mtu ambaye ni baligh, amebalighi na ana akili. Sasa atakapofanya jambo la faradhi mtu ambaye ni mukallaf, yanalu thawaba, anapata thawabu. Wa idha tarakahu, na anapoliacha, yanalu iqaba, anapata dhambi. Faradhi ni jambo ambalo mukallaf akifanya anapata thawabu, akiliacha anapata dhambi. Na neno mukallaf hapo ameweka kwenye mabano namba moja. Ukishuka chini kwenye kitabu ameandika namba moja, anafafanua hilo neno mukallaf. Akasema al-mukallaf, mukallaf huwa al-baligh, ni mtu ambaye amebaligh, al-aqil, mwenye akili. Mtu ambaye amebaligh, baligh al-aqil, aliyebaligh na mwenye akili. Kwa hiyo mtu ambaye ni mukallaf akifanya jambo ambalo ni faradhi anapata thawabu, akiacha anapata dhambi. Kwa hiyo ukiliona jambo ni faradhi, maana yake ni lazima kufanya. Mfano swala, kuswali ni faradhi, kufunga ni faradhi, kwa maana ukiacha kufunga, ukiacha kuswali, basi unapata dhambi. Kwa hiyo faradhi ni jambo ambalo haitakiwi kuliacha. Akasema kam naw'anil fardhu, ni ngapi aina za faradhi? Ngapi aina za faradhi? Faradhi imegawanyika katika aina ngapi? Anasema naw'an, aina mbili. Faradhi imegawanyika katika makundi mawili. Fardhu aini, faradhi ya lazima, wa fardhu kifayati, na faradhi isiyokuwa lazima. Faradhi imegawanyika sehemu mbili. Kuna faradhi ya lazima na faradhi isiyokuwa ya lazima. Japokuwa tumesema faradhi ni jambo ambalo ukilifanya unapata thawabu, ukiacha unapata dhambi, lakini hiyo faradhi imegawanyika katika sehemu hizi mbili. Kuna ambayo ni lazima na kuna ambayo sio lazima. Akasema mal fardhul ainiyu, ni ipi faradhi ya lazima? Akasema huwa alwajibu, nayo ni wajibu, fi'luhu, kuifanya. Unaposikia jambo ambalo ni faradhi ya lazima, ni jambo ambalo ni wajibu. Maana ya wajibu maana yake ni lazima kulifanya jambo hilo, Ndio maana akasema huwa alwajibu, ni jambo ambalo au ni wajibu, fi'luhu, kuifanya, maana yake hiyo faradhi, ala kulli mukallafi, juu ya kila mukallafi, kaswalati wa siyami, kama swala na kufunga. Kwa hiyo faradhu ainiyu, faradhi ya lazima, ni faradhi ambayo ni lazima kuifanya kwa kila mukallafi. Ni lazima kuifanya kwa kila mukallafi. Huwa alwajibu fi'luhu, nao ni wajibu kuitekeleza kwake au kuifanya kwake, ala kulli mukallaf, kwa kila mukallaf, lazima, ainiyu, lazima, kaswalati wa siyami. Akatoa mifano kama swala, kuswali na kufunga ni lazima. Na akasema chini hapo kwenye namba moja, baada ya namba moja al-mukallaf,
chini yake akasema alfardhu, neno faradhi, walwajibu, na wajibu, bimaana wahid, ni maana moja, illa fi babil hajj, isipokuwa katika mlango wa hija, illa fi babil hajj, isipokuwa katika mlango wa hija. Kwa maana neno faradhi, neno wajibu lina maana moja. Unaposikia faradhi maana yake ndio hiyo wajibu, isipokuwa tu kwenye mlango wa hija, yani mambo ya hija yale. Hija maana yake ukisikia faradhi najitegemea, na ukisikia wajibu unajitegemea. Inshallah tuishie hapo, tufanye mutala, tutakutana kipindi kijacho inshallah.